Gayo. Kabla sijaongea kitu, siwezi ongea kitu kabla mzee wangu hajaongea, kwa sababu mimi bado niko mdogo kiasi. So yeye ndo anaweza nipea ruhusa ndo niongee na ujasiri kama ameshasema ongea. Na ndo huyu amefika. Otep. Lai. Kusema nini? Sema hiyo kwanza. Otep. Kusema nini? Otep ni nini? Wasitutukane. Hotep ni kusema amani yenye iko ndani yangu inatambua amani yenye iko ndani yako. Niko kwa sababu sisi wote tuko. Tunaishi maisha ya ubuntu. Hotep. Ogodo. Ayeko mchiere. Ndeto ngima. Ja. La safara. Wananyaga. Tumeshukuru sana siku ya leo. Siku kubwa sana kwa maisha yangu mimi binafsi kwanza. Mimi naitwa Ochieng Orudi Aywak. Ochieng ni jina ya Kijaluo kutoka kwa maji huko. Orudi ni jina ya ule alichukua Ondeto kutoka Sudan akileta Kenya. Alikuwa Ethiopia. Aywak ni babangu ambaye amenibeba akinileta kwa hii dunia. So siku ya leo ni siku kubwa sana kwangu. Nimekaa tu pale chini nasikia machozi yanataka kunitoka. Sababu mahali kama hapa ifai kuwa namna hii kwanza. Sababu hawa kwa serikali sasa hivi wanapeleka kwa gari kubwa kubwa. Huyu mzee angeshindwa na vita wangekuwa hapo. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sasa wafanya nasikia mzuri na hapa inakaa namna hii. Wale wazee kwa hapa chini nafaa tuende. Mungu alifanya miujiza. Mungu alienda kwa koti ya Kenya akatoa mama moja anaitwa Salome Akoth 1992. Na huyu mama alipotolewa jela alienda Egypt akakuja vitabu mbili. Vitabu ya Agano na kitabu ya sheria. Hii sheria kwa hapa Kenya Raila alipewa si ya Raila. Raila alifanya kupitia kwa Luo Elder ambaye alikuwa anaitwa Riaga. Na hiyo sheria inatupatia nguvu. Kigundua kitu yote ambaye hiendi sawa sawa na una evidence. Unaenda kwa courtroom una prove. Dai. Sasa kama Kimathi alipigania kweli hakupigania Nyeri. Alipigania Afrika. Na hapa alikuja tu kuuliwa wakati Afrika mjinga alimsaliti. Sasa tuwezi sema tumesahau hii maneno. Na tunakumbuka Abraham, tunakumbuka sijui Ali, sijui watu gani. Ndio maana tumekuja hapa juu mzee. Na mimi nataka tukue very serious. Serious kwa hii serikali tu confront. Revolution ni war. Sasa tupigani kimwili, tunapigana kiakili. Ama ni uongo? Kweli. Kama hiyo kitabu ni Mungu alileta hiyo kitabu tusaidie katiba na hiyo agano inafaa ifanye kazi. Nguvu ya katiba ni watu. Ukweli ama uongo? Imeandikwa katiba kwamba nguvu ya mwisho ya katiba iko kwa raia. Tukigundua makosa hapa tunaandika chini tunaenda kwa court. Hiyo court ni yetu. Wanakula pesa mingi sana mingi huko ya bure. Na angalia vile hapo imekaa. Hiyo ni maoni yangu ya kwanza. Ya pili naomba unity. Unity ya ukweli. Hii vile mwezi waweza peke yenu Kikuyu peke yenu, si nyinyi Afrika peke yenu, hata mimi ni Mwafrika. Ama ni uongo? Pale kotini kulikuwa na Oginga Odinga, kulikuwa na Ithaka, kulikuwa na Ngala, kulikuwa na Waluya, walikuwa na Afrika na pigania nchi ya Afrika. Hii tofauti ni Wakristo wameleta uzungu. Mara si Yesu, mara Muhammad. Mimi najua Mumbi ni mamangu. Tunafanana. Dai. Ja. So huyu kijana hapa mimi siongea mingi. Huyu kijana aliongeleshwa na roho kutoka kwa Burundi. Katembea mpaka Tanzania. Akakuja Kenya akaja kwa mkono wetu. Na anaongeleshwa mpaka sasa na hiyo roho. Aliambiwa atarudi kwao kama yeye ni mfalme. Sasa huyu ndiye anamsaidia. Spirit ya huyu kweli ama uongo? Kweli. Ndio maana nilimwambia kuja hapa. Sasa mimi sina maneno mengi. Mungu abariki. Dayo. Yeko mchier? Ndeto ngima. Yeko mchier. Wacha niexplain kidogo. Mimi nilikuwa jeshi ya Moi. Sikujua maisha yangu naweza kufuata maneno ya Mungu. Kafanya mabaya sana na Moi, ule former president. Na wakati huyu mzee wenyewe alikuwa hapa anatoka Thaya anaitwa Mwai Stanley wa Kibaki. Kama alikuwa kiwete namna hii mimi nilimweka kwa kiti hapo Uhuru Park.
Wakati nilitoka kwa Moi, nikarudi kwa opposition. Tukaimba yote yawezekana bila Kibaki kakaa. Na kweli Kibaki anafanya kazi mpaka inaonekana mpaka saa hii. So saa hii tuko ku crown king ambaye anaunganisha Afrika. Ukweli ama uongo? Na unaona huko North Africa sasa hivi mnaona sasa hivi kijana mdogo tu anaenda kwa jeshi, anachukua jeshi, anafukuza wazungu, anapatia raia wasikie mzuri. Si ni kweli? Ndio. Lakini nini mbaya na East Africa? Sasa huyo kijana anakuja huku. Mwezi gani? Julai. Traore anakuja East Africa. Ndio anaona mnalala. Ningependa kuja mpaka hapa. Mnaweza furahia hiyo? Apate nguvu ya Kimati. Asanteni sana. Sasa yeko mchierini kubali kwa ufufuo. Mwafrika amekumbali asimame na vitu zake. Mwafrika kuna Mungu yake, akona nabii yake, akona msitu yake, akona bara yake, akona kila kitu yake. Si ni ukweli? Sasa asimame na vitu yake. Sasa tunasoma na Yesu na Yesu kwa Israeli na hapa ni Afrika. Sijakosea sana. Sawa. So mimi kwa majina naitwa Mwene Mabira. Mwene Mabira linamaanisha ni mtoto wa Mabira. Kwa sababu nilipata ile jina yenye niliitwa ilikuwa imechakachuliwa, imetolewa kwa majina ambaye hayaungani na mizizi ya mababu zangu. Ndio nikajua hiyo ndio feria ya kwanza yetu sisi wa Afrika. Unaomba Mungu ukiitwa Peter. Tena unakosea pakubwa, unaomba Mungu ya Abraham. Mungu yeye pale ako starehe, ako kwa kiti yake. Hakuji, anatuma Abraham. Anamwambia nimesikia mtoto yako analia huko anaitwa Peter. Abraham anakuja mbio kama lightness. Alafu anapata wewe ni mweusi, Mkikuyu. Anarudi kwa Mungu anasema hapana, mimi nimepata kitu yenye kanaka kamechanganikiwa. Sijaona Peter hapo. Baraka yako inabebwa, inapelekwa kwa Peter wa Israeli bila yeye hata kuomba. Kweli. Bila yeye hata kuomba. Ndio maana tunaona technology mzungu, digital mzungu, masira kubwa mzungu, hosi mzungu, kila kitu mzungu. Lakini resources amechukua hapa kwa sababu tunaomba Mungu kupitia majina ambayo si yetu. So Mungu ya Waafrika akaona watoto wake hawana haja na yeye, akarara. Na kumuamsha ni kutambua mtu kama huyu Kimathi kama mtakatifu. Nimefuata mpaka hapo kwa sababu kitabu inamtaja Kimathi kama mwanzilishi wa vuguvugu za independence Afrika mzima. Na kama yeye ndio mwanzilishi wa vuguvugu za independence Afrika mzima, kwa nini hapa tuko wachache hivi? Hii ni Afrika mzima? Hapana. Hii ni Afrika mzima? Hapana. Watu wale wanatochana. Mahali yako anajisikia aje? Watoto wenye ripigania wanamtambua? Hapana. Ndio maana hatuwezi pata baraka. Wewe Nataka mjae na Urusi. So hapa tumemtambua sisi wachache. Wacha niondoe hii picha ya mama. Na tunahitaji tumtambua tukiwa Afrika wengi. Mzungu amefanya linalowezekana, Peter kajulikana dunia mzima. Mzungu amefanya linalowezekana, Abrahamu akasomwa dunia mzima. Lakini sisi kitabu yenye inataja nguvu na mashujaa wetu hatuandiki. Hata tukiandika tunaficha pale kwa museum inaitwaga archive. Hata watoto wadogo hawajui kama archive ni nini iko pale. Tunahitaji kuanza kujiconnect na Mungu ya mababu zetu kupitia hawa mashujaa. Kupitia mababu zetu. Nimesoma kwa hii kitabu kuwa Erda ya Wakikuyu ambaye alikuwa mtakatifu na ameeneza neno ya Mungu ya mababu alikuwa anaitwa Mumbi. Wakina nani wanaweza kuwa wanaomba kwa jina ya Mumbi? Ni hawa. Na hawa wanafaa waendeshe hii vuguvugu, watu wengi waamke kiakili. hii wao ya Maumau Laima. Wao ya Maumau ilipigana na watu 9.
tuko watu 9, si ndio? Sasa watu 9 wana kuja na nini na kitu yako ile utaandika. Mimi niandike watu wangu 9, na wewe nawe waandike wako 9, na wewe wengine waandike wako 9. Hawa 9 mkienda mkichinja hiyo busi, unachukua hiyo mafuta kila mmoja, unaenda kuweka chupa 9, wao inaigi. Kwa hivyo msiseme sisi sio wengi. Kumbuka kutoka kwa watu watatu. Kimani. Kutoka kwa watu watatu mpaka hawa wote. Habana mingi. Mau nani anamjua Mau? Tulikuwa Mau na huyu na mimi na Kamsugu. Nilikatukana kwa siku ya 25 ya kukumbuka. Kwa hivyo tuko wengi na tutapendelea wewe ukuje na watu 19. Na mwingine. Hakuna mtu hapa sio messenger. Kila mtu ni Kwa hivyo useme si watu wengi. Watu wanajaa huko. Na sisi tulikuja hapa na tuna 5 na watu wanatuangalia hapo. Tuna 5. Tunacheza kisupu. Sasa mimi nawaambia tuombe Mwenenyaga ndio ana mali yetu. Tuombe kusimu yetu watumwe na Mwenenyaga atuite. Tujaa amefanya kitu. Amewaambia kila kitu tutaenda na tumekuja kuchukua hapa. Si tuombe hii sanamu. Lakini vile tumelala, tumeamsha Kemazi alilala na sisi hapa. Hata kama alikufa, hata kama moyo wako iko hai. Tumenini? Laima. Kuna swali ninazouliza kidogo kabla nipotee kidogo please. Mimi wakati nilikuwa na rudi kwa hii mambo ya Mungu alikuwa ananiongelesha. Nilitembea nikafika mpaka kwa dhehebu ya Legio Maria. Legio Maria alikuwa anafanya kazi ya Mikaeli ya kuombea kutolea tu mashetani. Nilipata na mzee mmoja huko kwa Legio Maria anaitwa Olo. Aliniambia yeye alikuwa anafanya kamiti wa kunyonga mzee Kimathi. Sasa anasema alishuhudia na macho yake kitu kilifanyika hapo. Kwamba mzungu alifanya maombi ya mwisho ya masi ya Rikwi masi ile ya kuombea watu mazishi mtu akufe. Na akalazimisha Kimathi alipenda, Kimathi alikataa kulipenda kwa hiyo maneno yao. Na wakati huyu mzee aliambiwa aweke mzee kitu kwa mashini, aliweka mashini na sauti lilipuka, mashini ikakuwa na mzee amepotea. Anasema hakuona pale mzee alipotea. Hivyo ananiambia na mdomo yake. Sasa ukweli unajulikana kweli ama tu watu wanafikiria tu maneno mengi. Kwa mtu anajua ukweli ya mzee pale yuko. Hiyo ni mzee huyo Olo aliniambia aliyashuhudia, yeye alikuwa mtu wa mwisho. Ulikuwa na Kimathi kwa mashini akaenda kufinya imkate kitu na akili yake iliruka baada ya kitu ndio akaja kaombea akakuja kwa Legio Maria. Hata sijui kama kwa Legio Maria alikufa lakini alikuwa priest huko kwa Legio Maria. Swali ndio hilo. Unaweza nijibu swali kweli ndugu yangu? Jibu. Okay. Tutokora. Kwa hivyo nikimalizia, Kimathi alikuwa anapigana vita ambaye ni confrontation. Alikuwa anaona mzungu mbele yake. Leo mzungu anatutawala kiakili. So vita tunayoipigana ni kuamsha akili. Mental. Na sisi hapa wenye tuko hapa najua sisi wote tumeshajikomboa kiakili. Kwa sababu mtu mwenye hajajikomboa kiakili hajakuja hapa. So nyinyi ndio message kwenda kuwakomboa wengine. Alafu tushikanishe hii nguvu. Nimekanyaga hapa nikiwakilisha Burundi. Ndio maana tuko na media hapa. Ndio Burundi waelewe kuwa nguvu yenye iliwasaidia mahali ilitoka. Ndio tukapata ukombozi, tukapata independence. Na hiyo independence ilifekiwa kwa sababu gani? Hatukuachilia kila kitu ya mzungu. Dini ya mzungu ilibaki, tukabaki na Mungu ya Israeli. Kwetu kuna mahali ni kastori gashot, kunaitwa Imana za Mugera. Hapo Imana za Mugera kulikuwa ni mahali takatifu ambapo wafalme ndio wanapumzika. Alafu kila mwaka walikuwa wanakusanya nchi nzima, wanakunywa pamoja na wanakula pamoja vile tumekunywa kamuratina hapa. Na mtu akikosea, alafu akimbilia kwa hiyo msitu ya Imana za Mugera.
wale wenye walikuwa wanamkimbiza walikuwa wanasema ameingia sehemu ya ngai, sehemu ya umesema murungu. Sehemu ya murungu. Kwa hiyo sasa tunaita imani. Walikuwa wanarudi nyuma. So wakati wazungu walikuja kwa sababu ya hiyo nafasi, Wajerumani walipigana na Waburundi bila kufanikisha war miaka 6. Wakiwa na kila kitu, lakini Burundi wako na hizi mishare tu. Miaka 6 maka wakaamua utuma wa mishonari waende waelewane na mfalme, wasikizane. Wakakaa kwa meza, mfalme akamuua baadaye. Kama wameshindwa kumuua na bunduki na hizi takataka zao, wakamuua na sumu ya kumuua polepole. Na wakati walifanikisha hiyo, kitu ya kwanza yenye waliomba isainiwe ni kupeana hiyo nafasi takatifu kwa mikono yao. Na wakajenga hapo kanisa kubwa ya Kikatoliki na wakaraise kimsalaba kubwa. Wakati walipandisha hiyo kitu hapo, ndo vurugu Burundi ilianza, ambaye imekuwa ni kama ni matusi kila mahali ya mauaji ya kikabila. Kwa sababu gani? Wameruhusu adui akapandisha symbol ya laana kwa nchi yao, tena laana ya kifo. Kupitia Kemati tutaweza kung'oa hiyo kimsalaba. Kupitia Kemati tutaweza kung'oa hiyo kimsalaba. Na land takatifu ya Waburundi warudie Waburundi, warudi kumwabudu Mungu ya mababu zao kama ilivyokuwa hapo awali. Hotep. Nafikiria kila mtu amesikia. Wameongea lugha ambayo sisi kila mtu anasikia. Ate titheru andu aya onao nimegukite nigetha menyitire uto na ndakwira umuthe tugirire utonga we urona ati withaga nditagaciria nyuire. Asa hawa ni watu wanaelewa ile kitu inaendelea. Wanajua siku ya leo ni siku ya kukuja kuchukua mali kwa Kimathi. Jinsi wote tutakuwa matajiri. Na ndivyo nimekuambia ukweli. Na sisi hapa hatuja kuja ati tukiwa wadogo. Sisi unaweza kuona tukiwa wadogo, lakini tuko wengi. Obodo na komisia turehigana guku. Ona tutarakeigana tondu naona akina Gikuyu huku juu, naona akina babu zetu. Kwa hivyo kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Kwa hivyo tuko hapa. We are here on a very serious business. Hatuko hapa kimchezo. Na tuko hapa kwa kukosa mahali ya kuenda. Tuko hapa tukijijua. Na tujue vile tutakomboa Afrika yetu. Tujue vile watu yetu. Mimi tukikutana na huyu wa kutoka Kisumu, naona huyu ni brother yangu. Bwana, no retreat, no surrender. Huyu ni brother yangu. Na hakuna bwana. Vita ilipiganwa hapa. Na kuna wale walipigana hii vita. Na wale walipigana vita ni vile Kimathi alikuwa ameshikana na watu. Ndio vita wakatomboa. Kwa hivyo siku ya leo inataka kutusomesa aje. Sisi wenyewe tushikane na watu. Tukishikana hii safari itakuwa fupi sana. Na tutatomboa na tutakuwa matajiri. Mapema. Sasa muoga arudi kwa tumbo ya baba yake.